Habari, Jasmine ndio story yetu nzuri na tunaenda kuanza nayo kwa siku hii ya leo. Jasmine anatuambia, mimi niliolewa na mwanaume ambaye nilikuwa ninampenda sana, lakini nilikuwa na asilimia nyingi sana kwamba mwanaume huyu mimi hakuwahi kunipenda hata siku moja. Siku moja wakati tumeshaoana, tuna mwaka 1.5 katika ndoa yetu, nilikuja kugundua kwa mume wangu alikuwa ananichiti. Na alikuwa ananichiti na rafiki yangu mimi ambaye nimesoma naye kutangia shule ya msingi. Nilipokuja kugundua na kuchunguza kwa makini, niligundua kwamba mume wangu alikuwa ameshampangia nyumba yule rafiki yangu, na yule rafiki yangu ana mimba ya mume wangu mimi. Nilipojaribu kuuliza, hakuna mtu alikuwa ananisikiliza. Ndipo nilipochukua jukumu la kumuua mume wangu pasipo yeye mwenyewe kujua. Yaani yule rafiki yangu pasipo yeye kujua, mume wangu nilimzika mwenyewe. Sikutaka mtu mwingine aendelee, yani sikutaka mtu mwingine aingilie hiyo show. Hiyo show niliifanya mwenyewe. Nilimzika mume wangu mimi kwa mikono yangu. Na huyu rafiki yangu nilihakikisha anajifungua mtoto ambaye hayupo hai. Hiyo deal lote nilifanya mimi. Baada ya hapo nilikuwa na hasira sana, sikuweza kuwa karibu na watu kabisa. Nilikuwa nipo mimi kama mimi. Sikuwa na mahusiano na mwanaume wa aina yote, na baadaye niliona nisije nikaharibikiwa akili, ndipo nilipoamua kununua mbwa. Mbwa kama mbwa ndiye aliyekuwa rafiki yangu, mshauri wangu, ndo kipenzi changu. Nikiwa na hasira nilikuwa nakaa pembeni ya mbwa, nikiwa nacheka nilikuwa niko pembeni ya mbwa. Ndipo siku moja nilipoamua kusema, kwani huyu mbwa si wa kiume? Kwa nini simfanye kama mume wangu? Kwa mara ya kwanza nilianza kushiriki mapenzi na mbwa, na huyu mbwa mimi ndo niliyefanya kila kitu. Na baadaye mbwa baada ya miezi kadhaa alizoea. Nilikuwa kuna namna nikikaa mbwa anakuja juu na anafanya kile ambacho mimi nakitaka. Na kuanzia hapo nilifuta kabisa wazo la kusema mimi nitakuja kuolewa ama kuja kutafuta mwanaume wa namna yoyote ile, kwa sababu mimi niliamini mbwa alikuwa ananitosheleza. Siku moja wakati nipo kwenye mahusiano na huyo mbwa, sihitaji mtu yoyote, alitokea mkaka na akaniambia, binti, nimekupenda, natamani nikuoe. Mtu huyu alikuwa ni tajiri sana. Mtu huyu hakuwa anaishi nchini hii ambayo mimi ninaishi, ila alikuwa anafanya kazi nje ya hii nchi yetu. Lakini mimi nikamwambia, mimi nimeolewa na nakukaribisha pia nyumbani. Ndipo siku moja aliposema niko maeneo haya na haya, unaweza kaja nikakuona, kama njoo nyumbani. Akaja nyumbani, hakumkuta mtu. Akaniambia, uliniambia umeolewa, mbona kunaonekana kama kuna dalili yote ya kuwa mwanaume anaishi humu ndani? Nikamwambia, mwanaume aliyenioa mimi ni yule pale, yani alikuwa ni mbwa. Akaniambia, unasemaje mwanaume aliyekuwa ni mbwa? Nikamwambia, mimi sihitaji mwanaume, kama nilivyokuambia mimi ninaishi na mbwa, na mbwa ndio kila kitu kwangu. Ndipo huyu kaka aliposema, unaweza kuniambia umemaanisha nini? Nikamwambia, nimemaanisha hicho nilichokimaanisha. Na kaka tukaachana naye. Lakini baada ya hapo, kumbe kaka huyu wakati nimemwacha pale sebeni akae, alitegesha kamera, na siku moja akanitumia video ambazo mimi nilikuwa ninafanya mapenzi na mbwa. Na akaniambia kama nisipoacha huo mchezo atavujisha zile video. Na mimi nikamwambia, ukitaka vujisha, ukitaka acha, ila mimi uwezo wa kusema nitamwacha huyu mbwa siwezi, maana nilishamzoea. Ndipo siku moja huyu kaka alipokuja nyumbani wakati mimi sipo, akampiga risasi yule mbwa. Na mimi niliporudi nyumbani na kukuta mbwa wangu ameuliwa, sikuuliza, nilienda nyumbani kwa huyu kaka, na bahati mbaya zaidi sikukuta chochote, lakini nilihakikisha nimevunja milango yake ya vioo yote. Yaani kwenye jumba lake la kifahari nilivunja milango yake ya kioo, na nikasema kama asiponirudishia mbwa wangu, basi na mimi nitakuja kumalizana na yeye, haijalishi leo au lini. Lakini mwisho wa siku huyu kaka alikuja nyumbani na akaniambia, akili yangu haipo sawa, inahitajika kurekebishwa ama kupata wanasaikolojia wanaweza kunirudisha kwenye system hii ya kawaida. Naomba kwa leo tuishie hapa, kesho tutaendelea na kipande kinachofuata. Ni nini kiliendelea baada ya huyu mbwa kufariki, na huyu kaka alichukua hatua gani juu ya rafiki yake au mpenzi wake ambaye yeye anampenda, lakini mpenzi huyu yeye hampendi kwa sababu anasema hahitaji wanaume ni waongo. Naomba kwa leo tuishie hapa, kesho tutaendelea tena. Asanteni.